I want to share a word. Nataka nitoe neno In a title, linalosema breaking the circle of your limitations. linalosema kuvunja mipaka iliyokuzunguka. Breaking Kuvunja the circle mipaka of your limitations. inayokuzuia. You know, the year 2026, Mwaka 2026 it has been declared imetangazwa that it's a year kwamba ni mwaka of possessing wa kumiliki our urithi inheritance. wako, au kumiliki urithi wetu. Umetangazwa kuwa ni mwaka wa kumiliki urithi wetu. And we are saying, Na tunasema according to God, kwa Mungu, as far as God is concerned, kama Mungu aishivyo, when he speaks, akisema, he watches over his word. yeye anafuatilia neno lake ili apate And kulitimiza. every word that comes from God, Na kila neno litokalo kwa Mungu when it comes here on earth, linapokuja hapa duniani, it will not go back to God halirudi kwake Mungu without accomplishing bila kutimiza what he has sent it for. kila ambacho amelituma kwalo. If the word comes Neno likija having an assignment linakuwa na kusudio to heal you, ili likuponye wewe, that word hilo neno will perform that miracle. litatenda hiyo kazi ya You will kuponya. be healed. Wewe utaponywa. If the word comes Kama neno limekuja to bless you, ili likubariki, no matter what happens, haijalishi kuna kitu gani you kinaendelea, will be blessed. wewe utabarikiwa, Because the mouth of the kwa Lord sababu kinywa cha Mungu has said it. kimetamka. Hallelujah. Haleluya. Now, Sasa as we were ministering these past 2 days, tulipokuwa tukihudumu hapa siku hizi mbili, we were saying, tulikuwa tunasema according to God, kwa Mungu yeye, in connection to the inheritance, tukizungumzia habari za kuungamanishwa na urithi, your inheritance is there. tulisema kwamba wewe urithi wako tayari upo. Your blessings are there. Baraka zako tayari zipo. Your miracles are there. Muujiza wako tayari upo. Anything that belongs to you is there. Chochote unachokihitaji wewe kipo tayari. But Lakini for you to attend to it, ili wewe uweze kukipata, there is an element of work. You have to work for it. kuna jambo unatakiwa ulifanye au ulifanyie kazi. It will not just come. Hizo baraka haziji tu hivi hivi, hapana. Hello. Amen. You have to do something. Lazima ufanye kitu. You have to work Lazima ufanye kitu for it to come to pass. ili hilo jambo liweze kutokea. Some of us Baadhi yetu will have to fight lazima pia tupigane for you to inherit. ili tuweze kurithi. It not just happen. Haitokei tu hivi. Listen, Sikiliza. there is no way. Hakuna namna yote. There is no way. Hakuna namna yote Some of our enemies, ambayo baadhi ya maadui zetu just to release it like that. wataachia tu baraka zetu hivi hivi. No. Hapana. Lazima wewe upigane. So this morning, Kwa hiyo asubuhi ya leo I want to share to you, nataka nigawane na wewe breaking the circle of your somo limitations. linalosema kuvunja mipaka iliyokuzunguka, So much so that you can inherit ili uweze kurithi what belongs to you. kila ambacho ni chako. Amen. Amen. Now, the word limitation, Kwa hiyo neno mipaka au kizuizi, for us even to understand it better, ili tuweze kuelewa vizuri, is to restrict us in the course or in the area of speed. okay, kizuizi inaweza kumaanisha ni ile namna ya kuzuiliwa kuwa na speed ambayo unatakiwa kuwa nayo. You have seen somewhere it is written Unaweza kufika mahali ukaona pameandikwa 50 kilometers per hour. Pameandikwa kilomita 50 kwa lisaa, imeandikwa hivi. In other words, Kwa njia nyingine, there is a restriction ina maana hapo kuna kizuizi that you cannot
go beyond the 50 kilometers. kwamba hutakiwi kwenda zaidi ya kilomita 50 kwa lisaa. Now listen. Sikiliza, Whether your car can cruise up to 300 kilometers per hour. hata kama gari lako lina uwezo wa kwenda spidi ya 300 kwa lisali moja, But because there's a restriction, lakini kwa sababu kuna sheria, kuna amri, kikomo you kimewekwa pale, have no choice wewe huna namna but to comply. isipokuwa ni kutii kilichoandikwa kwenye kibao. Listen to me. Sikiliza mtu wa Mungu, Some of you, baadhi yenu, there are some people kuna watu who spoke a word walitamka maneno and they said, na wakasema you never go beyond this. wewe hutaenda zaidi ya They hapa. have given you limitations. Wamekuwekea wewe They kikomo, have given you restrictions. wamekuwekea wewe mpaka. I have good news for you. Nina habari njema kwa ajili yako. The God of heaven, Mungu wa mbingu, the God that we serve, Mungu anayeokoa, is more able yeye anaweza to break each and every curse, kuvunja kila laana, every word kila maneno that was spoken against you. yaliyotamkwa juu yako. God Mungu is ready anafanya to kazi, break loose. anaweza In kuvunja the hivyo name of Jesus. katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Time. Ninazungumza habari za nyakati au muda, And not only time, sio tu muda, even place. hata maeneo. There are some people, Kuna watu they've never even thought of moving out of Dar es Salaam. kuna watu ambao hawajawahi kuwaza hata siku moja kwamba wanaweza wakatoka Dar es Salaam. Kama wako Kigoma, hawajawahi kuwaza kwamba wanaweza kaja Dar es Salaam kutoka Kigoma. Hello. Limitations. Mpaka. Now listen. Sasa sikiliza. The enemy number one, Adui wa kwanza kwenye maisha yako, that will cause you not to possess your inheritance. atakayesababisha wewe usirithi urithi wako. The enemy number one Adui wa kwanza is you. ni wewe mwenyewe. It's you. Ni wewe mwenyewe. How do you handle setbacks? Unashughulikaje na mambo yanayoendelea kwenye maisha yako? How do you handle the things that surrounds you? Unashughulikaje na mambo yaliyokuzunguka? Unashughulikaje? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are we together, Church of Tuko God? pamoja kanisa la Mungu. Most of the times, Wakati mwingi we blame the devil. tunamlaumu shetani. But listen to me. Lakini naomba unisikilize. Some of the things the devil will say, no, I don't know. I wasn't there for this. Kuna mambo mengine shetani atakuja kusema kwamba mimi sijui. I don't know about this. Kwa kweli kwa hili mimi sijui. Did you see me here? Je, uliniona mimi niko hapo? No. Hapana. It's us. Ni sisi. Tell your neighbor, it's between you and you. Mwambie mjane wako, mwambie ni wewe na wewe. Hallelujah. Amen. Amen. Are we together, Church of God? Yes. Now, Sasa the Bible says in Revelation 21 verse 7, Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura the 21 one who conquers, mstari wa 7, yeye ashindaye, the one who overcomes, yeye atakayeshinda, he will be victorious. yeye atakuwa mshindi. And for you to get your inheritance, Sasa ili wewe uweze kupokea urithi wako, you need to become victorious. lazima uwe mshindi. And with the word that we have received as Living Water Church, Na kwa neno ambalo tumepokea kama Living Waters, that indeed is a year of possessing, kwamba huu ni mwaka wa kumiliki, I want you to know, nataka wewe ujue we are going to possess, kwamba tunakwenda kumiliki, whether the devil likes it or not. shetani apende asipende. God has spoken, Mungu amesema and we have to attend to it. na lazima tufanikiwe In the name of Jesus. katika jina la Yesu. In Galatians 3 verse 26, Kitabu cha Wagalatia the 3:26, Bible says we are the sons of God by faith in Christ Biblia Jesus. inasema sisi ni wana wa Mungu kwa imani katika Kristo Yesu. And as a child of God, Tukiwa wana wa Mungu, it means
we are conquerors in Christ Jesus. Inamaanisha sisi ni washindi katika Kristo Yesu. We are going to conquer. Tunakwenda kushinda. We are going to be victorious. Tunaenda kushinda. Because kwa sababu Jesus Yesu did it for us. Alitupa au alishafanya kwa ajili yetu. At the cross of Calvary, na katika msalaba wa Yesu alisema, it is finished. Imekwisha. And he became poor, na alikuwa maskini, that you and me should be rich. Ili wewe na mimi. That's the Bible says. Biblia inasema, let the weak say I am strong. Walio dhaifu waseme nina nguvu. Let the poor say I am rich. Walio maskini waseme mimi tajiri. That's what Jesus has done. Ndicho ambacho Yesu alikifanya pale msalabani. Fungue Biblia zetu. In the book of 2 Kings. Kitabu kile cha Wafalme wa pili. Thank you, Bishop. Let's put our hands together for the bishop. Let's put our hands together for Pigia makofi ya askofu. 2 Kings chapter 4. Wafalme wa pili sura ya 4. It's a well-known scripture. Ni mstari mmoja tu. You know it very well. Unaufahamu vizuri. And because of our time, na kwa sababu ya muda wetu, I'll ask my brother to read in Swahili. Tamwomba kaka yangu asome kwa Kiswahili. 2 Kings 4 verse 20 to 37. 20, 27. Okay. And when he had taken, okay. Akamchukua akampeleka kwa mama yake, naye akakaa magotini mwake hata adhuhuri, kisha akafa. 21. Mamaye akapanda juu, akamlaza juu ya kitanda cha yule mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka. Kisha akamwita mumewe akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja wa watumishi na punda mmoja, ili nimwendee yule mtu wa Mungu kwa haraka nikarudi tena. Akasema, kwa nini kumwendea leo? Sio mwandamo wa mwezi wala sabato. Akasema, sina neno. Sina neno. Tell your neighbor, sina neno. Mwambie jirani yako, mwambie sina neno. Amen. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe, tuendelee mbele, usipunguzie mwendo nisipokuambia. Usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Amen. Tell them. Kwamba hebu sema, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Hallelujah. 25. Basi akaenda akafika kwa yule mtu wa Mungu katika mlima Karmeli. Ikawa yule mtu wa Mungu alipomwona kwa mbali, akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama Mshunami yule kule. 26. Tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki, ukamwambie, hujambo? Mume wako hajambo? Mtoto hajambo? Akajibu, hawajambo. 27. Naye alipofika kwa yule mtu wa Mungu kilimani, akamshika mguu. Gehazi akakaribia amuondoe. Amuondoe. Lakini mtu wa Mungu akamwambia, mwache, maana roho yake ndani yake ina uchungu, na Bwana amenificha wala hakuniambia. Hallelujah. Hallelujah. But the Bible says, lakini Biblia inasema, the son, huyu mtoto, died, akafa. And the question that came to her, na swali lilokuja kwake, is everything okay? Je, kila kitu kiko sawa sawa? The answer was, jibu lilikuwa, all is well. Kila kitu kipo sawa. But listen, lakini sikiliza, she's saying all is well. Alisema yote yako vizuri, whilst the son is dead. Wakati mwana wake mtoto yule amekufa. I'm talking about breaking the circle of your limitations. Ninazungumzia kuhusu kuvunja mipaka inayokuzunguka. The death of the son, kifo cha mtoto, was a reason enough ilikuwa inatosha kwa sababu for her
to lose everything. kwake yeye kupoteza kila kitu, For her to say, I don't even ask for this baby. kwake yeye kusema kwamba sihitaji tena kuomba kuhusu mtoto. Remember the story. Kumbuka hii habari, This Shunammite woman, huyu mwanamke Mshunami she did not ask the man of God for the baby, hakumwomba huyu mtu wa Mungu ape but it mtoto, was their decision, Gehazi and the man of kwa God. sababu huu ulikuwa ni uamuzi wao, yeye Gehazi pamoja So na when mtu wa the Mungu. sons died, Kwa mtoto akafa, the woman said, huyo alipokufa I will mwanamke not akasema, sit down, sitapiga magoti, I will not cry, sitalia, I will not declare death in this house. sitaitisha Ladies and maombolezo. gentlemen, Na akaamka, you need to refuse unatakiwa kukataa any negative word kila namna that yoyote ya comes maneno on your mabaya way. ambayo yanakuja In the name kinyume of na maisha yako, Jesus. kila neno In hasi the linakuja year kwenye of maisha yako. possessing your inheritance, Katika mwaka wa kumiliki urithi don't wako, take a no as an answer. usikubali hapana kuwa ndio jibu lako. Be positive. Sikiliza, uwe chanya. Confess positive. Wewe ukiri, uwe chanya. The Bible says, Biblia inasema when he went to the man of God, alipoenda kwa mtu wa there Mungu was Gehazi alikuwepo Gehazi who was on the way, Bishop. ambaye alikuwa njiani. And the Bible says, Na Biblia inasema Gehazi Gehazi tried to push her away. akajaribu kumsukumilizia Listen mbali. to me. Sikiliza, In this walk, kwenye hii kazi, in this Christianity, kwenye huu in Kristo, the year of possessing your katika inheritance, mwaka wako wa kumiliki there urithi are some wako, people who push you, kuna baadhi ya watu but watakusukuma, refuse to be pushed. lakini kataa In the kusukumilizia name of mbali. Jesus. Katika jina la Refuse Yesu, to be pushed. kataa In kusukumilizia the mbali. name of Jesus. Katika jina la Yesu. Listen, Sikiliza, listen. sikia, When the woman went to the husband, wakati huyu mwanamke alipoenda kwa mume asking for someone to escort her to the man of God, kumwomba mtumishi amsindikize kwenda kwa mtu wa Mungu, the woman said, yule mwanamke akasema, we are going to the man of God, tunakwenda kwa mtu wa Mungu, but don't slacken my pace. lakini usinipunguzie mwendo. Hey, hey, put our hands together for him. Hallelujah. Haleluya. Listen, Akasema there are some people deliberately, kuna watu kimakusudi they'll try to slacken you watajaribu kukuwekea vizuizi, because they know kwa sababu where you wanajua are going. mahali That's where unapoelekea, your blessings is. mahali huko ndio kuna baraka There are some yako. people, Kuna baadhi ya watu even here in this church, hata hapa kwenye hii they dunia have stopped coming to church wengine wameacha kuja because kanisani someone kwa sababu mtu fulani spoke a word, amesema neno fulani, distract them akawakatia to move tamaa, forward. akawambia In waondoke. the year of possessing, Kwenye mwaka wa kumiliki no one should stand on your way. hakuna yeyote anatakiwa In the asimame name kwenye of njia yako Jesus. katika jina la Yesu. The Bible says, Biblia inasema at afar, akiwa mbali Jesus noticed, Yesu akatambua, he knew ajua that in that tree kwamba kwenye ule mti there is a man, kuna mtu and his name na jina lake is Zacchaeus. Zakayo. Nobody introduced him to him. Hakuna aliyemtambulisha. Listen to me. The Nisikilize, God that you serve Mungu mwenyewe doesn't need an introduction from anyone. hahitaji kutambulishwa He kutoka kwa knows mtu. you by your name. Anakujua wewe kwa jina He lako, knows you by your name. anakujua kwa He majina knows yako, you by your name. anakujua kwa jina He knows lako, you by your name. yeye anakujua kwa jina He is lako, able to count the number of hair. yeye anaweza kuhesabu idadi ya nywele zako, He knows you. anakujua. He knows my name. Mwambie jirani yako, analijua jina langu. If you want to possess your inheritance, Ikiwa unataka kumiliki urithi wako, you ought to break the circle of limitations. unapaswa kuvunja ule mduara wa yale yaliyokuwa yanakuzuia. If you don't break the circle of limitation, Ikiwa hautavunja hiyo mipaka iliyokuwa inakuzunguka, you will not be able to possess what is your inheritance. wewe hautaweza kumiliki kile ambacho ni urithi wako. We will continue to say it until it sinks inside of you. Utaendelea kukitamka tu mpaka kinapotea ndani yako. What you're looking for Kile unachokitafuta is already there. tayari kipo. Your promotion Kupanda kwako cheo is already there. tayari kupo. Your breakthrough Mpenyo wako is already there. tayari upo. Your husband Mume wako
wako is already there. tayari yupo. Your wife Mke wako is already there. tayari yupo. Your business Biashara yako is already there. tayari ipo. Your car Gari lako is already there. tayari lipo. Your promotion Promotion yako is already there. tayari ipo. Your breakthrough Penyo wako is already there. tayari upo. What you are looking Kile for unachokitafuta is already tayari there. kipo. But you need to do something Lakini unahitajika kufanya jambo so that you can possess ili it. uweze kukimiliki. The man of God is saying Ndio Mungu anasema there is a circle. kuna liduara fulani, There is a kuna circle. mzunguko, mambo yanajirudia There rudia. is a Kuna circle. mzunguko fulani, There is a kuna circle. duara. A circle Duara, mzunguko, talks about things that repeats itself. mambo yanakuwa yanajirudia rudia tu. They keep on repeating Hayo mambo themselves. majanga yanaendelea kujirudia They rudia, keep on repeating yanaendelea themselves. kurudia rudia tu, They keep on repeating yanaendelea themselves. kujirudia rudia tu. So if you want Kwa hiyo ikiwa unataka to release yourself kujiachilia mwenyewe and get what belongs to you, na kupata kile ambacho ni mali yako, you must break that circle. lazima uvunje mzunguko huo. God is not going to do it for you. Mungu hatafanya hivyo kwa ajili yako. The angels are not going to do for you. Malaika hataenda kufanya kwa ajili The yako. pastor is not going to do it for you. Mchungaji hataenda kufanya kwa ajili yako. You who wants the inheritance Wewe ndiye ambaye unayotaka huo must muujiza. break the circle. Lazima uvunje huo mduara. Turn to your neighbor, say, Hebu neighbor, mwangalie jina kwa sema break jirani. the circle. Vunja hilo duara. Say, neighbor, Neiba jirani. break the Vunja circle. mzunguko. Listen to me carefully. Sikiliza vizuri. When a woman is pregnant, Mwanamke anapokuwa mjamzito, what happens nini kinachotokea? is that in the uterus of the mother, Katika uterus ya mama, the seed that has been deposited by the father ile mbegu inayokuwa imewekwa na baba is wrapped up into something. inaanza kugeuka kuwa kitu fulani. So something comes and circles. It goes around the seed. Kitu fulani kinakuja na kuizunguka ile mbegu na kuizunguka namna hii, And when it circles the seed, na inapoanza kuzunguka hii mbegu it puts the seed at a time or at a position where it is supposed to develop. inasababisha hii mbegu ikae kwenye mkao au wakati ambapo inatakiwa kuanza kuongezeka. So it is developing within the circle. Kwa hiyo inaanza kukua katikati ya ule mduara. So as it develops within the circle, Kwa hiyo inapoendelea kukua katika huu the mduara, circle starts to expand. huo mzunguko unaanza The kupanuka. circle continues to expand. Huo mzunguko unaanza The kutanuka. circle continues to expand. Huo mduara unaanza kutanuka. Though it is expanding, Na kila kitu kinaanza kupanuka, but it is limiting what is developing from manifesting. lakini kile muda unazuia kile kitu hakuweza kudhihirika. So it keeps on expanding, Kwa hiyo inaendelea kutanuka, but what is developing is being limited. lakini kile ambacho kinachoendelea kinakuwa kina ukizuishi. Now time comes. Sasa muda unafika, When the time comes, na muda unapowadia, what has been developing inside, kile kilichokuwa kikiendelea ndani it is supposed to push the circle until it breaks. kinatakiwa kusukuma ule mduara mpaka kianza kupasuka. If it's not going to be break, Kama hakitapasuka, this that has developed, kile ambacho kilikuwa kinaendelea kukua ndani, this that has matured, kitu hichi ambacho kimekuwa it's not going to come out. hakitaenda kutoka nje. Can I help you? Je, naweza nikakusaidia? The mother Mama who is expecting ambaye anatarajia is not going to help the baby ataenda kumsaidia mtoto to break the circle. kuvunja ile It mzunguko. is the baby Ni mtoto in the inside alienda who is going to say, anaenda kusema enough here. I imetosha, have been here for imetosha, too long. nimekuwa hapa kwa muda I mrefu, must come out. inatakiwa So kutoka, the baby kwa sababu huyu mtoto pushes the circle. anavunja ule mduara.
Can you say that one again? I think they are not getting it. Come on, you can Because repeat I don't, the response I'm getting is not, it simply means you're not communicating it the way I want it. I want you to find a better way to communicate to the people. I'll give you 1 minute. Bring it again, man. I'll give you 1 minute. Bring it one again. I said, Nimesema when the child wakati mtoto who is inside aliye ndani wants to come out, anapotaka kutoka nje, it's not the mother sio mama that are going to help her kwenda kumsaidia huyu to mtoto come out. kutoka nje. It takes the baby Inagharimu to mtoto say enough of this. kusema imetosha, imetosha. I must come out. Lazima nitoke I nje, must come out. lazima nitoke I nje, must come out. lazima nitoke, I must come out. lazima nitoke So nje. for a baby to come out, Wali baby huyu mtoto atoke the nje, baby huyu mtoto must break the circle. lazima avunje ule mduara, apasue chupa pa. Turn to your neighbor, say, neighbor, Sema na be, break the circle. vunja hiyo Break mduara, the circle. vunja huo mduara, Break the circle. vunja mduara, Break the vunja circle. huo mzunguko, pasua kabisa. Stand on your feet. Stand on your Simama feet. kwa miguu yako, I want everyone. acha kuzubazuba, nyanyuka. I want everyone. Nataka mtu I anyanyue, want everyone to do nyanyua like this. unapoweza, katekeka kwa Everyone, everyone, nyanyua, everyone, kila everyone. moja, kila moja, Everyone, kila moja, everyone. kuwa tayari kupasua hilo Everyone, chupa, everyone, everyone. pasua huo mduara. When I say in the name of Jesus, Ninaposema katika jina la Yesu, come out. toka, When I say come out, toka nje, I want you. ukafanikiwe. Break the circle. Nataka uvunje mduara. Come Ah, on, come on. get ready, get ready, get ready. Kuwa tayari, kuwa Get ready, tayari. get ready, get Nasema ready. hii ni ya kinabii Get zaidi. ready, get ready, get Kuwa ready. tayari nayo, kuwa Get tayari. ready, get Kuwa ready, get tayari, kuwa ready. tayari. You are coming out in the name of Unatoka nje kwa Jesus. jina la Yesu. You are coming out of your Nasema limitation. unatoka kwenye You mipaka are yako. breaking your hindrances. Unatoka hiyo vizuizi vyako. Get Kuwa ready tayari. in the name of Katika jina la Jesus. Yesu. Tu. Come on. Seketea. Listen to me carefully. Nisikilize vizuri. The woman Mwanamke in the Old Testament kwenye agano la kale had to break the circle. libidi wavunje mduara. Zacchaeus Zakayo had to break the circle. libidi avunje ile mduara. The Shunammite woman Yule mwanamke Mshunami had to break the circle. libidi avunje mduara. If you don't break the circle, Kama utavunja wa mduara, you will not possess your inheritance. hautamiliki urithi wako. I'm here to declare Niko hapa you are kutangaza, not going to die. hautaenda You are kufa, not going to die. hautaenda You kufa, are not going to die. hautaenda You are kufa, not going to die. hautaenda kufa, You are not going to hautaenda die. kufa. It's a time and a season Ni majira na nyakati of breaking the circle. ya kuvunja mduara, And this is what I want you to know. na hiki ndicho nachotaka ujue. The moment you break the circle, Mara tukivunja huo mduara, you have to immediately move out. unatakiwa hapo hapo kwa haraka utoke.